naitwa Ndeva Samuel Muhede Mwaura, nafanya kazi na CBO inaitwa Save the Boy Child. Nimekuwa trained at National AIDS Control Council because wanaume walikuwa na mashida mengi sana. Tukapelekwa shule tusome na tulizane kwa nini boma zinaharibika. Kwa nini kuko na sexual gender-based violence inatokea kwa nini? And who are the perpetrators? Tulikuja kujua wanaume ndio wako na shida. Wanaume ndio wauaji. Kwa nini? Vita ya kinyumbani. Mwanaume hataki kufanya kazi, anataka kuchukua hata pesa ya mama. Mama aende kazi, afanye kazi, amunulie nguo, amunulie chakula na amunulie sabuni. Kutoka hapo vita zinaanzia kinyumbani. Na hiyo lazima iishe katika jina la Yesu. Tukakuta wanaume, they are lazy. Some of them are lazy. And that's why inapatikana kifo. And we have to stop this spirit of death, spirit of murder in our marriages, in our families. Tulikuja kugundua mwanamume hata hataki kuoga. Tulikuwa naenda kwa kilabu kuwafundisha, mwingine ananiambia mimi namalizanga 30 days, namalizanga 20 days bila kuoga, naoga tu macho. Anaenda na kunywa masigara, hapigi mswaki kwa meno, hapigi mambo ya Colgate. Akienda kukisi mwanamke anakataa. Akikataa vita inatokea kwa mboma. Kutoka hapo ni marriage separation, vita kali. Na hiyo iko kwa wanaume. Wengi wa mabibi wamepotea. Especially these young people hawataki kuambiwa, hawataki. Na unakuta huyo mwanamke akienda kwa tena anamuendea ama anatuma watu wanaenda kumua. We have to change this attitude, my fellow men. Hata usijali, hata mimi nilikuwa kwa hiyo category at once, lakini Mungu akaniokoa. Tulikuwa tunapigana na mama kila wakati, lakini wakati Mungu alinitembelea nikabadilika. Hata wewe utabadilika katika jina la Yesu. Ukitaka kuona mema, kuona mambo mazuri, lazima ubadilike. Nashukuru Mungu maana nimehudhuria wazee wengi sana wamebadilika, nyumba zao zimesimama. Number 2, wazee halikuwa haendi hospitali. Kina mama anaenda wanapimwa high blood pressure, wanapimwa sukari. Hii wazee wakiwa wanaumwa na kichwa ama mguu wanakimbia Panadol, hawataki kwenda hospitali. Lakini wakati naenda kuwapima pressure wa klabu na nina wakuta iko na pressure, tunaongea, wanaenda hospitali, wanapewa madawa, wanakuwa wazuri. Ikuta mmoja alikuwa 200, pressure ilikuwa 200. Kaputuma hospitali akakataa. After 4 days ikaenda 250, wakati alikimbia alikufa akiwa kwa line. Pressure ndio hiyo imekata, mishipi imekata roho. Na ni kitu angezuia. Hiyo ndio iko shida na wazee. And wazee are not ready. Unaweza kuta mtu hapo na watoto 5, 4 ni wasichana, kijana ni mmoja. Vijana wako na shida. Hata wakati wa Yesu kuzaliwa alikuwa anataka kuuawa. Hata wakati wa Moses alikuwa anatafutwa auawe. Na ndio unaona hata saa hii wanatumika na kuharibu na kutupa mawe, wapigwe risasi wakufe. Lazima tukemea hilo. Wazee lazima tusaidie vijana wetu kusimama ili, because vijana, a man is the protector of the family. A man is the one who give advice. A man is the one who provide unto the family. And a man, without man, society is not complete. Ukienda kwa mikutano ya chief unakuta wamama ndio wengi. Ukienda kanisani, kanisa iliwachiwa kina mama. And wazee are somewhere, men are somewhere, boy child is somewhere. We want this boy child to come back to his sense.
Come back and serve your community. Come back and give the community the advice that you are given by our Lord Jesus Christ. Unakuta hata hataki kuoa. Hiyo shida Kiboicha na meletewa, lazima tuikabise katika jina la Yesu. Tushikane mikono wote, tusaidie kijana kusimama. Kijana hataki kufanya kazi, kijana hataki kuoga, kijana hataki kuoa. Hiyo roho chafu lazima ituangamize katika jina la Yesu. Nasunguka hata kwa klabu nikifundisha, nikifundisha mambo ya HIV and AIDS, men's hygiene, sex or gender-based violence, drug and alcohol abuse. Kwa hivyo ukinitaka niite hata kanisani, nitakuja kufundisha. Nitakuja hata niwapime pressure, nitakuja niwapime hata sukari. Hili sasa, man aishi miaka mingi. God loves you, man. You are the protector of the family. You are a good one. When God created everything, He told man, take this and take care. We are supposed to take care of everything that the Lord has given unto us. Bye-bye, and God bless you. Hallelujah.